Bwana, tunaianza filamu yetu siku ya leo katika gereza moja nchini Pakistan. Ndani ya gereza hilo kuna mfungwa ambaye amekuwa akisababisha maswali mengi bila majibu kwa takriban miaka 22. Mfungwa huyu hakuna hata mtu mmoja anayemjua vizuri, kwani hajawahi kuongea na mtu yoyote. Hakuna jina hata la mtu alilowahi kulitaja, wala hakuna maelezo aliyowahi kuyatoa, na wala hajawahi kujitetea. Ni kama mtu ambaye ameamua liwalo na liwe. Ameamua kuishi kimya mpaka mwisho wa maisha yake. Unataka kujua ni nini kilichotokea? Ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho wa filamu yetu hii yenye kusisimua. Lakini kabla sijaendelea, tafadhali bonyeza subscribe button icon ili uwe wa kwanza kupata recap zetu kila zinapotoka, na usaidie kukua kwa chaneli yetu. Kama tayari umesha subscribe, asante sana, na sasa tuendelee. Hapa tunamuona binti mrembo kwa jina la Samia Sadiq. Huyu ni mwanasheria kijana ambaye amepata kesi yake ya kwanza ya kujitegemea tangu awe mwanasheria. Watu wote hawa au marafiki zake wanamwambia kuwa kesi hiyo haiwezi kushindwa. Sababu ni moja tu: mfungwa anayekwenda kumtetea amekuwa gerezani kwa takriban miaka 22, na kwa miaka yote hiyo hajawahi hata mara moja kujaribu kujitetea. Samia anaingia kwenye selo yake akiwa amebeba mafaili ya kesi bila kusikiliza ushauri wa watu. Anamwangalia mwanaume huyu mahabusu, kisha anamwambia, mimi ni wakili wako. Nina imani na Mwenyezi Mungu. Ninaamini wewe huna hatia na nitafanya kila kitu kuhakikisha unatoka hapa. Lakini mwanaume huyu habadiliki. Anaendelea kukaa kimya akitazama mbele. Samia anajaribu kumshawishi kwa njia mbalimbali. Anamuuliza maswali. Anamweleza kuhusu kesi mbalimbali. Anajaribu kumfanya aongee. Lakini hakuna chochote kilichofanikiwa. Ni kana kwamba ukimya wake umejengwa kwa takriban miaka 22. Lakini ghafla binvu, ndege inapita juu ya gereza. Mwanaume huyu anainua kichwa. Samia anamtazama kwa mshangao. Kisha kwa mara ya kwanza baada ya miaka 22 ya kifungo, mwanaume huyu anaongea. Anahitaja aina ya ndege, anataja kasi ya ndege inayopita ikiwa angani, lakini pia anataja urefu iliyopo angani ndege hii. Kila kitu kwa usahihi wa ajabu. Na ndipo wakili Samia anabaki akiwa amedua. Anawasha rikoda yake na kusubiri. Ndipo mwanaume huyu anaanza kusimulia ukweli ambao umefichwa kwa takriban miaka 22. Mfungwa huyu anaitwa Veer Pratap Singh. Zamani alikuwa mwanajeshi wa jeshi la anga la India aliyekuwa akifanya shughuli zake za uokoaji katika milima ya Himalaya. Na miaka 22 iliyopita tukio moja dogo lilianza safari ambayo hatimaye ilimpeleka gerezani kwa miongo miwili. Miaka 22 iliyopita, siku moja akiwa kwenye ndege ya doria, Veer Pratap Singh aliona watu wawili waliokuwa wamekwama kwenye theluji. Bila kusita alishuka na kuwaokoa. Hakujua kwamba tukio hili dogo lingebadilisha maisha yake milele. Wakati huo nchini Pakistani, mwanamke aitwaye Zara Hayati Khan alikuwa akiandaliwa au alikuwa kwenye maandalizi ya ndoa yake. Baba yake mzee Jangir Hayati Khan alikuwa mwanasiasa mwenye nguvu. Alikuwa amepanga Zara aolewe na kidume kwa jina la Raza Shirazi. Ndoa hiyo haikuwa suala la mapenzi, bali ilikuwa ni muunganiko wa kisiasa kati ya familia mbili zenye nguvu. Lakini Zara alikuwa na jambo moja tu muhimu moyoni. Mlezi wake wa zamani, mwanamke aliyemuita bibi, alikuwa akikaribia kufa, na kabla hajafariki alimwambia Zara kuwa tamanio lake la mwisho ilikuwa ni majivu yake apelekwe India na kutawanywa kwenye mto alioupenda, yani mto Ganga. Zara akaahidi kulitimiza ombi hilo mbele ya macho ya bibi yake. Aliondoka Pakistani akiwa na rafiki yake kwa jina la Shabo. Lakini njiani basi lao lilipata ajali na kuanguka katikati ya mlima, na ndipo Zara akanaswa kwenye ukingo wa mwamba. Na hapa ndipo tunapomuona Captain Veer Pratap Singh alipofika akiwa kwenye shughuli ya uokoaji. Na ndipo anamuokoa Zara. Lakini wakati huo mfuko uliokuwa na majivu ya bibi ukaanguka chini ya mwamba, na Zara akampigia kelele Veer aende kuchukua.
Vir akashangaa, ni akili gani hizi? Nimekuokoa wewe kutoka kwenye ajali, sasa unanirudisha kule kwa sababu ya mfuko? Lakini moyo wake ulisita na aliamua kwenda kuuokoa. Akaweka maisha yake rehani na kuurudisha ule mfuko ukiwa salama. Baada ya hapa, Zara alimweleza sababu ya mfuko huo. Hui ni ahadi. Hili ni agano la bibi nililomwahidi kulifikisha katika mto Ganga. Alikuwa akitimiza ahadi yake kwa mwanamke aliyemlea. Na ndipo Vir akagundua kuwa alikuwa amemhukumu vibaya. Akaomba msamaha na Zara naye akamsamehe. Na hapo hapo ndipo kitu kisichotarajiwa kilipoanza kujitokeza baina ya wawili hawa, kutoka nchi mbili zinazotofautiana zenye migogoro ya muda mrefu, yani nchi mbili hasimu. Mapenzi yakaanza kuzaliwa. Wakiwa wanasubiri usafiri, Vir na Zara walikaa pamoja usiku kucha. Vir alijaribu kumchekesha Zara baada ya hofu aliyopitia, na Zara hakuacha kutabasamu. Kesho yake waliendelea na safari hadi kwenye mto wa majivu ya bibi, na ndipo mto huu ambao yalitakiwa kutawanywa. Vir akamsaidia kupata kuhani wa kuongoza ibada. Zara akafanya kila kitu kwa hatua na kwa heshima kubwa. Baada ya kumaliza, Vir akamwambia, nimekusaidia kutimiza ahadi yako. Sasa na mimi nina deni moja tu ambalo ninaomba unilipe. Zara akamuuliza Vir, unataka nini Vir? Vir akasema, nipe siku moja tu, njoo kijijini kwangu. Na ndipo Zara alipokubaliana na ombi hili. Lakini safari hiyo ilibadilishwa na kila kitu kuelekea kijijini kwa Vir. Walipofika kijijini, watu walimkaribisha kwa furaha na upendo mkubwa. Watu walikimbia huku wakisema, Vir amerudi, Vir amerudi na mrembo, Vir amerudi na mchumba wake. Lakini Vir akawaeleza kuwa Zara sio mchumba wake, bali ni mgeni kutoka nchi ya Pakistan, na mke wa Chaudhry Samir Singh, yani mwanamke aliyemlea Vir tangu akiwa mtoto. Alizungumza na Zara kuhusu maisha yake ya kijijini, na Zara akagundua jambo moja tu: wasichana wengi wa kijiji hicho hawakuwa na nafasi nzuri ya kupata elimu. Na ndipo akamuuliza Vir, kwa nini kijiji chenu wadada wengi wamekosa nafasi ya kujiendeleza kielimu? Vir hakupata jibu sahihi. Swali hilo likamfanya Zara afikirie sana. Na bila Zara kujua, maneno haya yalikuwa yameanza kubadilisha kitu ndani ya kijiji hicho. Usiku huu Chaudhry akasimama mbele ya wanakijiji na kutangaza kuwa watajenga shule kubwa ya wasichana, na Zara akaombwa kuweka jiwe la msingi la kwanza. Kwa bahati nzuri, Zara akakubali na akaliweka, bila kujua kwamba siku hiyo alikuwa ameacha alama kwenye maisha ya Vir milele. Baada ya siku hizo mbili, Vir aligundua kwamba alikuwa tayari moyo wake umempenda mwanamke Zara. Lakini kulikuwa na tatizo. Zara alikuwa tayari ameshapangiwa kuolewa na mchumba wake kwa jina la Raza. Walipofika kituo cha usafiri, Raza alikuwa amekuja kumchukua Zara mwenyewe. Vir alisalimiana naye bila aibu, kwa heshima kubwa. Lakini kabla Zara hajaondoka, Vir akamwambia ukweli, nakupenda sana, na kama ungekuwa huru ningekuoa. Bila ya kusita, bila aibu, lakini kama huwezi kuwa wangu milele, basi nitaheshimu uamuzi wako. Zara akaondoka. Vir akarudi India akiwa amebeba anklet ya Zara iliyokuwa imeanguka, lakini hakuweza kumsahau milele maishani mwake. Na ndipo Captain Vir alipoacha kazi yake ya jeshi, akaamua kufanya jambo ambalo lingempeleka kwenye matatizo makubwa. Alipochukua uamuzi wa kuingia Pakistani kumtafuta Zara. Hakujua kwamba safari hiyo ingemnyang'anya miaka 22 ya maisha yake. Na Vir alipofika Pakistan, alimkuta Shabo, na ndipo alipopata sehemu ya kukaa. Shabo alimwambia kwamba Zara pia anampenda sana. Kwa hiyo Vir akaenda kwenye harusi bila hata mwaliko. Lakini aliingia na kusimama nyuma ya wageni, na ndipo Zara alipomwona. Kila kitu kilibadilika baada ya kumwacha Raza. Akatembea katikati ya wageni wote na akamkumbatia Vir.
Harusi mzima ilipigwa na butwa, na babake Zara, Jahangir Khan, alipoona tukio hili, mshtuko ukamshtuka kiasi kwamba afya yake ikawa hatarini. Usiku huu mamake Zara alimtembelea Vir akamwambia, najua binti yangu anakupenda sana, lakini ukimchukua utaharibu maisha yake na familia yetu milele. Na kuomba kama mama, mwambie aolewe na Raza. Vir aliumia, lakini alikubaliana na ombi la mama. Akaenda kwa Zara, akamwambia aolewe na Raza kwa ajili ya baba yake. Na ndipo Zara alipolia sana. Vir naye moyo wake ulivunjika vipande vipande, kama glasi ya uji aliyokuwa anapelekewa mgonjwa hospitalini. Lakini akaondoka. Zara akaenda kwa baba yake na kumwambia, nitaolewa leo. Vir akapanda basi kurudi nchini kwao India. Lakini njiani polisi wa Pakistan wakasimamisha basi, wakamletea karatasi Vir. Walitaka asaini kana kwamba yeye ni jasusi wa India aliyekuwa ameingia Pakistan kwa ajili ya kufanya upelelezi. Lakini Vir alikataa, na ndipo polisi walipomwambia, usiposaini tutakufungulia pia kesi ya yule mwanamke wa Pakistani ambaye ulikuwa naye. Vir akagundua kwamba Zara angeweza kufungwa maisha yake yote kwa sababu yake. Na ndipo akaangalia karatasi, akafikiria upendo wake kwa Zara, kisha akasaini. Lakini polisi hawakuishia hapo, wakaeneza habari za urongo kwamba basi lilokuwa limembeba Vir lilipata ajali. Hakuna aliyenusurika. Zara akamwambia Vir amekufa. Na Vir akaishia gerezani nchini Pakistan. Miaka ikapita. Mwaka mmoja, miaka 5, miaka 10, miaka 20, miaka 22. Vir hakusema chochote. Hakumtaja Zara, hakujitetea. Aliamua kubeba mzigo wote peke yake ili kulinda mwanamke aliyempenda. Lakini baada ya miaka 22, kimwa huo ulikuwa karibu kuvunjwa. Ndipo kurudi kwa wakati wa sasa, tunamuona Samia akiwa amesikia kila kitu. Anamwambia Vir, nitakutoa hapa. Samia anaenda mahakamani, lakini anayekutana naye upande wa serikali ni mwalimu wake wa zamani wa sheria, anaitwa Bwana Zakir Ahmed. Samia anamuomba asimame upande wa haki, lakini anakataa. Na ndipo anapomwambia mwalimu wake, basi kama umekataa kuungana nami, jiandae kushindwa na mwanafunzi wako. Anaanza kutafuta ushahidi nchini India. Anaenda mpaka kijijini kwa Vir, lakini anapofika anakutana na watu waliomlea Vir tayari wameshafariki. Nyumba iko wazi ikiwa imejaa watoto. Lakini kwa habari nyingine, ghafla anamsikia sauti, na baada ya kugeuka, hapo ndipo anapomuona mwanamke ambaye hakutarajia kumuona, yani Zara, akiwa pamoja na Shabo. Samia anashindwa kuongea, lakini Zara anamweleza kwamba baada ya kuambiwa Vir amekufa, maisha yake Pakistani hayakuwa na maana tena. Wazazi wake walikuwa wameondoka, yani wameaga dunia. Lakini hapa tunamuona Raza pia hakuwa na sehemu ya maisha yake tena, yani maisha yake yote yaliporomoka. Kwa hiyo alikwenda sehemu pekee aliyohisi bado ipo karibu na Vir ili kumfariji, yani kijijini kwa Vir. Samia anamwambia ukweli, unajua Vir hajafa, yuko hai. Amekuwa gerezani Pakistani kwa takribani miaka 22. Na ndipo Zara anapobaki kwa mshangao mkubwa. Lakini dakika ya mwisho, siku ya kesi inafika. Hapa tunamwona Samia akiwa anaingia mahakamani na Zara yuko pembeni yake. Vir analetwa mahakamani akiwa amevaa nguo za kawaida. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka 22 anatembea ndani na anainua macho yake. Lakini baada ya kuinua macho anamuona mwanamke aliyempenda katika maisha yake yote. Kwa sekunde moja miaka yote 22 inaonekana kutoweka. Wanaangaliana kwa mahaba. Hakuna anayesema chochote. Na ndipo jaji anapotoa uamuzi, anasema hakuna ushahidi wa kuaminika kwamba Vir alikuwa jasusi. Jina lake halisi ni Vir Pratap Singh, mwanajeshi mstaafu wa zamani wa jeshi la anga la India. Na ukimya wake wa miaka 22 haukuwa ishara ya hatia, bali ulikuwa sacrifice kwa ajili ya mwanamke aliyempenda. Hapa Vir anaachiwa huru, kisha anasimama.
Baada ya miaka kupita, anaongea tena mbele za watu. Anamshukuru wakili Samia. Anasema kwamba Samia, ulikuwa kama mwanga ulioingia kwenye chumba changu kilichokuwa kimefungwa kwa gereza la miaka mingi, na bila wewe huenda ningeendelea kukaa kimya katika maisha yangu yote. Zakir Ahmed anamfuata Samia nje ya mahakama. Anamwambia, katika miaka 30 ya utumishi, kazi yangu ya sheria leo imenifundisha jambo moja ambalo sikuwahi kuliona wala kulijua. Huku anaondoka akifikiria kustaafu. Samia naye anaenda kwenye kaburi la baba yake, anaweka maua, kisha anasema, baba, nimeshinda kesi yangu ya kwanza ambayo ilikuwa ngumu. Wakati huo Vir na Sara wanaondoka pamoja kuelekea nchini India. Baada ya miaka 22 ya utengano, hatimaye wanapata nafasi ya kuishi maisha ambayo walinyang'anywa zamani. Na hapa tunapata funzo kubwa kwamba wakati mwingine mtu anaweza kukaa kimya, si kwa sababu ana hatia, bali kwa sababu anajaribu kumlinda mtu anayempenda. Na ndipo Vir alipolipa gharama kubwa zaidi kwa kutumikia miaka 22 ya kifungo gerezani. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe ili kuwa wa kwanza kupata recap zinazokuja. Asante sana. Chao.